Mambo vipi? Yo kama kaa ndugu yangu. Naona mashavu yanakuwa mengi nini, duka nazidi kushine, stylish nazidi kukaa sehemu yake. Mipango ya Mungu si unajua? Yeah, sure. Kweli. Tunakuona katika video nyingi sana yani. Sure. Ya hivi inawezekana vipi yani, au imekuwa rahisi kiasi gani wewe kuingia katika music video nyingi kwa kipindi hiki? Cha kwanza kabisa au sio? Cha kwanza mimi nazingatia mipango ya Mungu. Yani Mungu ndio kila kitu, sio? Dereva Mungu au vipi? Dereva Mungu. Kwa hiyo sasa mimi ninachofanya, mimi namuomba Mungu, afu na juhudi zangu kujituma, na unajua kwenye social media au sio? Katika kuitwa na wasanii unatakiwa uwe smart fulani, na labda wameona kitu fulani hivi kutoka kwako. Ya ndo nafanya hivyo. Katika mavazi wewe huwa unazingatia nini zaidi? Nachozingatia mimi kama kawaida, cha kwanza najiangalia mimi mwenye nguo na sehemu nayoenda kuingia. Unaweza kaenda ofisini tena unaenda na machini kibao, hiyo sio kweli. Kwa hiyo kama ukiwa unaenda ofisini unakaa kismart ofisini hivi, unajua zile kishua. Ukienda club unatupia club. Hapa nipo kama club, sipo club. Umeona wewe mwenyewe? Yeah, mwezi mzingatio. Yeah, sure. Yeah, tunaona TikTok imekuwa ni mtandao ambao umekufanya unakuwa kila siku unazidi kwenda viral. Kweli. Na unakupa mashavu mengi sana. Yeah. Vipi masuala ya mitonyo ishaanza kuingia? Mitonyo inapatikana. Mimi naiaminia sana TikTok. Mimi sipo TikTok kwa ajili ya kupata chumba sije nini, hapana. Mimi niko TikTok kwa ajili ya maslahi yangu. Kwa mfano Baby Chulo Store, mimi nilikuwa nauza nguo online toka kitambo huko niko nyumbani. Nilikuwa na ndoto siku moja nije kuwa na duka langu kama hivi, japo ni kidogo, lakini mimi naona nimepiga step kubwa sana kupitia TikTok, au sio? Yeah. Kwa hiyo TikTok inanilipa, sio kama TikTok yenyewe ndo inanilipa, hapana. Ni vile napata challenge, matangazo kama hivyo, na duka langu naliendesha fresh. Yeah. TikTok sasa hivi imekuwa ni mtandao wa underground wengi sana kupitia huko na kujulikana na kutoka. Unaizungumziaje? Unachotakiwa TikTok, usiingie na tamaa na pupa. Kubali kushindwa, pia usikubali kushindwa katika namna moja au nyingine. Yeah. Tunaona TikTok kuna beef, naweza nikaliita hivyo, la Dogo Sergeant na Pateni. Sure. Wale ni watu walikuwa wanafanya kazi pamoja, lakini baadaye ikaonekana imekuwa tofauti. Na ndio kitu ambacho sasa hivi kinaendelea sana mtandao, tena haswa katika mtandao wa TikTok. Wewe binafsi unaliongeleaje hilo swala? Mimi kusema ukweli, wale wote mimi wadogo zangu, wale wote mimi wananijua. Mimi napenda Singeli kwa sababu Singeli ni muziki wa hapa hapa. Mimi nimezaliwa hapa hapa. Kwa hiyo naheshimu, afu mimi nampa kila mtu heshima yake. Msanii nampa heshima yake kama heshima. Mimi sipendi dharau, kwa hiyo msanii nampa heshima kama heshima yake. Wale madogo mimi nawajua. So siwezi kusema nawajua kiundani, hapana. Mimi ile nyimbo yao ile usiyasalio nice. Salio. Mimi nilijitolea kwenda kufanya nao challenge for free. Wenyewe wanajua, na nikakutana nao wote. Lakini sasa mimi sikuwepo karibu nao sana kwa muda mrefu. Mimi naona wote sawa, wapo sawa. Ugomvi tu ni katika social media hizi, au sio? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ataweka sawa, lakini mimi nilienda pale nikawa nafuata management na mtu niliongea naye. Nikawafuata paka kule alipo, nikatoa nauli yangu sawa kwenda. Sawa kurudi, manager akanisupport. Kurudi nilikuwa na gang langu pia, nikafanya nao challenge. Kwa hiyo mabifu haya bana, siwezi kusema huyu ndo mwema, huyu mbaya. Mimi nipo katikati, wote wapo sawa. Kwa kugusia kidogo. Yeah. TikTok wewe ni unafanya challenge TikTok. Yeah. Na wasanii wengi wanakutumia kwenye kufanya challenge. Yeah, sure. Za nyimbo zao. Sure. Je, una kiwango rasmi cha kucharge kwenye kila challenge? Mimi na charge video moja tu ile kupost TikTok kwenye dakika sekunde 60, sijui ni sawa na dakika moja kwa $100. Okay, kwa dakika moja kwa $100. Hiyo ni challenge. Lakini ukisema nitangaze kwa mfano shop nini, inakuwa bei yake tofauti kwa sababu so challenge. Yeah. Na kwenye music video pia? Music video nalipwa kutokana na sehemu gani natakiwa niwepo.
kuna nini vipande vingi, unaweza kaambia wewe bana unatakiwa uwepo sehemu fulani, scene fulani, au unatakiwa uwepo scene ya kwanza mpaka ya mwisho. Sasa hiyo sinakuwa process tena, kwa hiyo nakuwa nalipwa, kwa mfano nalipwa yani kama 400,000 300,000. Kwa hiyo na maana Mario alikuwa anapa mashavu, lakini ukiachana na mashavu alikuwa anatoa pia, alikuwa anatoa na mpunga, si ndio? Mario mtu safi sana, anatoa hela nzuri. Ndio maana unaona matiktoka wengi wapo na Badi. Okay. Unamzungumziaje Badi kwa wewe, kwa mtazamo wako? Mario namfahamu, siwezi kusema namfahamu sana, lakini nimekuwa naye kwenye kazi 2-3 hivi. Kwa hiyo nimeshamsoma, yani sio kiundani, lakini Mario ni mtu poa. Hasumbui, anaweza akakulipa hela akakwambia fanya challenge ya nyimbo fulani, au uone akikupigia simu mbona ufanye nini. Anajua kabisa kama sisi binadamu ni kusupportiana. Na saa nyingine anaweza akatoa tu nyimbo sisi tukafanya, akasema big up sana wadogo zangu kama hivyo ya. Okay. Katika industry ya music umekuwa unafanya challenge nyingi na una support wasanii wengi. Sure. Unatoa ushauri upi kwa wasanii ambao wanatamani kufanywa challenge na wewe? Chagua shauri jamani, wasanii au sio? Sisi ni tunahangaika, tunawasupport nyimbo zenu ili na nyie mpate fedha na mjulikane kupitia mtandao wa TikTok. Sasa unakuta msanii mwingine hataki kulipa tena, hiyo na kwa ubongo, kwa sababu na sisi tunaweka bando au sio? Sisi pia tunatakiwa yani unaona kama hivi inabidi nipendeze au sio, ili niweze kushoot video ya mshikaji au ya msanii ili iwe sawa na watu waipende wajue, so kushoot tu umekaa ovyo ovyo. Kwa hiyo hapa tunatumia gharama nyingi pia sisi. Kwa hiyo tunaomba tumje, tunachokuambia kiasi, umeshindwa tumeelewana kiasi fulani wewe lipa, so kwamba tunakubana, hapana. Ndio kazi pia ambayo inahitajika sisi tulipwe, so kama tunawabania kama hivyo. Okay, kwa kumalizia, hausumbuliwi TikTok na mishangazi? Eti mishangazi vipi huko? Kwema? Au ni nyamazi? Acha nyamazi mishangazi. Tupe kilo kama DMs zinakuwa nyingi, kwa sababu wenyewe kuna kipindi niliona wanalalamika, wanasema na wanakusumbua sana na nini na nini. Hiyo imekaaje? Hiyo shout out kwa mishangazi. Pavie. Kwa hiyo unawaaminia sana mishangazi? Mishangazi hapana, siwaamini, lakini kuna washikaji hivi au sio, napataga stories za mishangazi. Kwa hiyo naonaga tu niwape big up, shout out shangazi. Bwana nashukuru sana kwa time yako pale. Noma sana ndugu yangu. Bwana unaweza ukatoa shout zako, kaelezea nini unafanya na vingine ukaendelea. Mimi nahusika na shop au sio, Papichulo Store. Tupo hapa Mwananyamala kwa Makoma. Tuna jeans kali pia, kama unaweza kuwa unaelekea photoshoot au uelewe vae vipi, unaweza ukanitafuta, Papi nataka kuvaa bana, lakini naenda kupiga photoshoot au sio, mimi naweza nikakudesign hapo nikakuvalisha, tukaelewana kabisa bana, ukivaa hivi utakaa fresh na unavaa, ukijiona popoa ndio unaenda photoshoot, unaua, tunamalizana. Duka bana linapatikana Mwananyamala kwa Makoma, karibia na Akiba Bank. Naomba mni support yenu ndio muhimu. Nashukuru sana. Pamoja.